Banchwa abategereri nabali mo toligeretie ase mache ng'umbu TV. Lero ntubwate omogeni omosubati oyo ochete Gulf kwerigeria nanda kairana gocha Kenya. Korende omogano oye noyo ore interesting go twagani rero atotebi ngo omogano oye bwokogenda Gulf ne experience yaye ya Gulf. Aha. Karibu sana tebango. Ndage tote bya bategereri amalieta ago naende inkangai muna gwa chagete skuru ende nobogima bwao gocha goika muna boniga. Okay. Abancha barigereria abanda bategereri ama Lady Nyabuke 254 lakini erieta ryanete kibande gosoma Lilian Nyabuke ayenda ayu beva ni sio makori se iterekero kaiva chondo munyari bari ya omunyamasicho Lilian Nyabuke ama mom of 3, 2 girls and 1 boy aged 14 years na mwingine ako 12 years, mwingine saizi ako mwaka moja. I'm 29 years and a single mom of 3. Yeah. Based in Kisii Town. Naishi Kisii Town, yeah. Okay, Nyabuke. Whatever 29 years, igo ndiko iboletu. I'm born 1996. 1996. Okay. Yeah. Indi wa chete okagenda Gulf kera ncheke ronko manyete story yao nye manyerete ingangwa chete Gulf na ndo kaira na kurwa Gulf. Igo ndi wa chete okagenda Gulf. Gulf na chete orodhi ya 2020. Tarehe 1 January 2020 no enyorete Saudia. Okay. Inki kia gusugumete mono okagenda nonyale ko toerera ototebi na aigase inka ogoro yokarenga mino gose abana barenga muraba murana baiseke alafu gose timati gose nonyale goteba gose abaibuli bago bonsi no bali. Okay, so umenipe time niji express full. Yeah. Okay. Okay, I come from a family of 3. Kwetu tulizaliwa wawili, being 2 girls, and my elder sister passed away while she was 8 years old, and from there my mom hakuwahi fanikiwa kupata mtoto mwingine tena, so nimelelewa nikiwa tu peke yangu until venye nilifika around 17 to 18 years hapo, yeah. And then my mom aliadapt watoto wawili ambao wenye naita a sister and a brother for now. So I have a step sister, I have a step brother, so we are a family of 3. Me, I'm the firstborn. Since the firstborn alituacha, I'm the firstborn. And nime grow vizuri, though I have been growing from that toxic family. Maybe nitawaelezea kwenda mbele, badala niende mbele nikuje kurudi kuja nyuma, wacha nipeane story tu iflow. Yep. Nimelelewa na a toxic mom, and I'm saying that because nime heal. I'm not just talking because watu wanaongea ama niko na mauchungu. Nili heal kitambo. I'm just talking. Maybe there is someone outside there who is going through the same situation, na maybe ana feel like it's good nijue, it's good sijui nifanye nini. No life apart from here. Maybe kama mzazi amekukataa unaona hakuna maisha kwenda mbele. No, there is life. So I love my mom so much. I love my parents so much. We do talk. Ila kidogo napatanga mimi nampeanga, nikiwa nayo nampea, wakati sina namwambia tu madhe ama dad sina. So tulisameana tuko sawa, but I'm just giving a story, maybe there is someone inaweza nika encourage pale nje. Nime grow from a toxic family. My mom rejected me while I was young. Nimelelewa na my grandma from my mom's side.
After kulelewa na my grandma, amenilea nikiwa kadogo, nikipanda nikifika wakati nilifika class 6 grandma akapasa away. Venye alifariki I had no option, na mamu hakuwa na option, lazima tu angekuja anichukue twende kule kwake sasa nyumbani kwetu. After kumaliza kuzika shusho, nilienda kwa mamangu sasa. Kwa shusho yani mama ya baba yangu. Naye tukakaa na yeye kwa miaka michache. The time nakuja kufanya class 8, shusho naye akapass. Shusho sasa kwa shusho side ya dad akapass. So after shusho pass, my mom had no choice. That time mom alikuwa anaishi Nairobi na dadim. Ukumbuke saizi hajaleta watoto wengine, so ni mimi peke yangu niko pale. So mamu hakuwa na option, so dada akamwambia mtoto amegrow saizi, the only thing you can do, you have to go home, mkae na mtoto, akiingia high school uone tu venye atakuwa na venye. Unajua msichana ikifika hiyo age anahitaji kuwa karibu na mamake for advice, for everything, kwa mwelekeo. So my mom came back. Venye alirudi, life was never the same. Of course nimekuwa nikigo through a lot kutoka hapo nyuma nini na nini, lakini venye madhe alikuja maisha ilikaa ngumu kidogo. It's like she felt like kuna vitu mingi namzuia, maybe kukaa Nairobi pale, maybe kuna maisha alikuwa anahitaji na maybe hakuyapata, akirudi pale hata yapata. So toxicity ilikuwa juu. Like my mom is such a kind a mom mwenye akutume hata kishegi uende upate kuna watu pale. Uwezi rudi bila unga, na uwezi rudi maybe kama imepita 20 minutes. Zile viboko utapata utachapa extra. So ikawa ni like kila siku ni vita, kugombana, hakuna kuelewana nini. Like it reached a point hadi ananishika shingo, ananiambia mimi nataka nikuue, and she just told me kufikia hapa mimi the only thing I can do ni kukuua ndio nipate amani katika moyo wangu. You just made my life to be miserable. So sikuwaelewa, akiniambia nilifanya tu maisha yake ikakuwa miserable. Sikuwaelewa, since I wasn't the first born, sikuwaelewa shida ilikuwa wapi. So tukawa tunasumbuana, nika join form 1. Vinye tu niliingia form 1 kusoma, maisha ikawa ngumu. Unajua kama utapata amani kutoka kule nyumbani, hata ukifika shuleni masomo hauwezi ukasoma vizuri. So nikakuwa school dropout, nikaoleka nikiwa tu mdogo sana, nikiwa 14 years. So watoto wangu wawili nimewapata at the age of 17. I was a mom of 2 and a single mom bado. Nimeoleka nikidhani kule mali nitaoleka maisha yatakuwa mazuri. So after mimi nimeoleka, mama amerudi, ameenda Nairobi. So amefunga boma, ameenda, hana wale watu, ana watoto until the time walikaa chini wakaongeleshana na dad, waka kuleta wale watoto wengine wawili nyumbani. So after kuoleka pale, maisha ya ndoa yakuwa rahisi. Unajua nimeoleka pale nikiwa mtoto, na mwenye amenioa bado amejua tu yale maisha yenye nimekuwa nikipitia, juu mwenye amenioa alikuja kwa dada yake, kukaa kwa dada yake. So amekuwa akiona yale yenye nimekuwa nikipitia nyumbani kwetu, yale maisha magumu yenye nilikuwa nikipitia nyumbani. So akanioa. He was my first man. Akanioa. Lakini sasa juu siwezi sema ni wanaume wote, lakini mwanaume akijua hauna mbele wala nyuma, hakuna mtu unaweza ukaambia shida zako, hakuna mahali unaweza ukakimbilia, saa zile maisha yamekuwa magumu, atakuonyesha tu madharau pale. So the guy used to beat me, ananitusi, yani everything on me. Yani Nyaboke, ikontakiti ku understand inkase ino naye bweko mwana oyomo iganyeti nakubwata buronge naye bweko oyomo. Okay, igo abana ba mino moiboire na barabwo igo bare abo musacho mwao. Musacho mungao mungino mungao. Like tuli adapt. Oh, yeah. Your dad ndia akufanikiwa, your dad and mom mbachi tigo konyora naende mwana onde, lakini baka adapt ya bana barenga babere umumura no mwiseke. Okay. Lakini muno goteba mamu mino relationship yago na mamu mino is kind of strenuous. Terrible. Was kind of strenuous. Wasn't good until today, until venye tu nimegrow nikakuwa mkubwa, nimetoka Saudi nikakuja, unajua mimi bado ni mtoto. Yani zile baraka
So ntagetora kidogo naende na abaiga bande barabu ababarenga adopted kids barabu relationship yabo n'abaibori mbuya yarenge. Okay, they are still growing. The girl says in their form 4 na Okay. kijana grade 9. I can't talk on behalf of them, you know. They are growing. Yeah. They will come for themselves maybe in future. Okay. What about you and your sisters, the adopted siblings? How Me, do you relate with them? okay, we relate well and hatujawahi kaa pamoja. Unaona ile ya kukaa pamoja kuja mi wakati nimetoka. Oh, okay. Wale tu wako me, they just see me once. Okay. And they just come and say to me, come say hi to me once, hivyo na wanaenda. Okay. Yeah. So hatuna ubaya na wao. We are just okay. Okay, that's great. So ogachoka nyuamu kobwate miaka 14. Yes. Oyo iko kunyometere ne miaka irenga bwate. Alikuwa mkubwa kwangu. He was alikuwa shamaliza form 4. Igo tutebe around 18. Alikuwa around 20. Yeah. 20. Okay, era aringi 20 naye 14. Okay, Yes. mukanyora enyomo yago nere no nero mpaka bono. I think igo nawonera ngutike abono tweresere lakini kora tutebi gochibosio mpaka ekero yaikirite bono ukaamua kugenda Gulf tiga ngutigere ibaga ogendere. Wakati nimekuwa kwa hiyo ndoa ilikuwa na ups and down. Mi sifichangi. I'm that one open lady. Life in that marriage wasn't easy. Unajua yule jamaa bado alikuwa ni mtoto, ni kijana bado. Ndio huyo mara unamsikia na kazini yake, mara unamsikia na nani sijui fulani sijui wapi. Alafu akikuja pale maybe kakitu tu kadogo ni kama aliniona tu kama mtoto. Mazee alikuwa ananiweka chini, ananichapa mpaka anikanyaga kutoka kwa kichwa. Anakukanyaga kichwa hivi, anakuambia wacha kuniangalia. Anakukanyaga hadi hapo kwa mdomo, anakuambia wacha kuniangalia. Kichwa chini na usiniangalie. Viboko ngapi na kuchapa? Sasa unajua mimi bado niko akajinga, namwambia nichape tu dedi nichape tu 2 ama 5. Ama saa zingine like hata chakula kupata ilikuwa ni shida. So for 1, cheating was very high. 2, disrespect. 3, kuchapwa. Mtu akupe heshima, kuoni kama wewe ni bibi yake. And then tulikuwa tunalala jikoni na yeye, jikoni yao hapo amejengea Waisaiga, and it was he comes from a family, a very big family. Walikuwa watoto 12, walikuwa wengi, so we used to sleep in that jikoni na hao ma sisters zake na ma brothers wake. So ile kunichapa chapa, mi nika feel like huyu mtu atakuja kuniumiza siku moja. Amenichapa nikiwa na first born. Ndio hiyo tena, nimeshika mimba nyingine ya pili. Mtoto nimezaa nimeshika mimba venye nilifika pale. Nikizaa my first born akiwa 3 months, nilikuwa na mimba nyingine tena ya mtoto mwingine wa pili who is precious now. So ni kama tena ile kushika mimba nyingine ya pili ikawa ni shida zaidi. Umetumwa uende ukachune chai, uko na mimba, umeacha katoto kingine pale ni kadogo kajafika hata 6 months. Kamekaa pale, hakuna mtoto wa kukabeba, kanalia tangu asubuhi, kanapewa uji mara moja hapo around saa 4. Kutoka hapo atalia mpaka saa 8. Saa zile mimi umepeleka majani chai, umerudi. Ukirudi ukijaribu kuambia hata ma sisters in law nishikia mtoto juu walikuwa wengi, anakuambia nchetini ko bwata mwanogo. Alafu mtu anakimbia anapiga kale katoto teke pale chini. Ukienda kuuliza ama ukinua hata kiboko gonge yule mtoto, unasikia unagonga mtoto wetu aje? Sasa hizo umekaa njaa hata almost 3 days hujakula, maybe umepewa strong tea cup moja ama nini. Hadi kuna mahali mimi ilifikanga na ficha chakula. Naenda na nachukua kama ni ile chakula tumepika, nachukua na ficha hata ndani ya chai. Kesho nikiamka at least nikule juu nilikuwa najua life yenye ilikuwa pale ilikuwa hard. Mother in law never hakuna siku aliyenitetea. Aliyenitetea ni father in law, and I thank God for him. Mali yako Mungu aendelee kumbariki. So ikaja ikafika nikaona maisha imekuwa ngumu pale nyumbani. Huyu mwanaume anijali, anakuonyesha wanawake left right and center.
Nilipofika na mimba ya miezi ngapi? Miezi 6. That is precious now. Nikatoka pale nikaenda mahali palikuwa panaitwa Molo. So I went to my auntie. The auntie alinikaribisha vizuri, though mimi sikumwambia niko na mimba. Alinikaribisha vizuri, akaniambia kuja ufanye vibarua juu nilitafuta namba yake, nikampigia simu nikamwambia auntie iko hivi na hivi na hivi na hivi. Akaniambia the only thing you can do, kuja Molo uone kama unaweza kusurvive kufanya vibarua za shamba, usurvive ule mtoto wako. So nilipofika pale kwa auntie aliponiona na mimba, ikawa ngumu kwake. So venye ilikaa ngumu kwake, akaniambia fanya kazi wiki moja urudi nyumbani. Juu mimi kukulea na mimba na mtoto mwingine siwezi. So hiyo wiki moja kuna mahali alinipeleka kwa mumama hivyo Mungina Getiga Kangiro Ronkoregas. Nikafika pale, yule mama venye tunashinda tukifanya kazi na yeye, unajua mashusho watakuangalia tu, watajua uko na shida fulani. Akaniuliza shida yako ni gani? So nikamuelezea what I've been going through. Sina, yani nyumbani siwezi nikaenda. Kwanza kama nilikuwa nateseka nikiwa peke yangu, what about nikienda na watoto, si nitateswa zaidi? Nikamwambia na mwanaume mwenye alinioa iko hivi na hivi na hivi. So yule shushu akaniambia usirudi nyumbani, the only thing utafanya, kijana wangu anatafutanga mtu mwenye ninaweza nikakaa na yeye, juu mimi nakaa hapa peke yangu na mimi ni mzee, mwenye anatuweza tukasaidiana, si nikuchukue tusaidiane. So huyo shosho akanichukua hivyo, tukaachana na auntie, mimi nikaenda kwa yule shosho kufanya kazi. Na since nilikuwa natumia ile namba ya simu ya yule mwanaume kupigia auntie, the man head namba ya auntie. Akampigia, akamuuliza ikoje. So auntie akampea direction kutoka Kisii town mpaka Molo. So the guy ndio huyo akapata gari ndio hiyo mpaka Molo. So mimi saa 7 hivi natoka tu shambani, nimeshika katoi mkono, tukiendanga kutoka tu shambani, naona mwanaume kutoka huko saa 7 na amevaa gambut na karedio kwa mkono. So unaweza ona that ka picture. Nikamuuliza dagi, kwani ngakiwoikaga na kiwachi kaikwaru yera ikwachi liko kwani? Akaniambia mimi nimekuja kuwasalimia na kuona watu hiyo. Akamwambia sawa, karibu. So mimi nikampeleka kwa yule shushu. Nikaenda nikaelezea shushu hivi na hivi na hivi, akamkaribisha, tukakaa na yeye, tukaanza. Sasa mimi nikamnunulia jembe tuanze maisha. Like hata kama nilienda Molo bado alikuwa kwa kichwa yangu. Tukaanza vibarua za shambani, tukatafuta tu pesa, but ikafika ile time nakaribia kujifungua tena, mwanaume ile tabia yake tu ya kutembea nini na nini ikaanza. Akaenda akaniachanisha hapo kwa shushu. Venye alianiachanisha hapo kwa shushu, nikaendelea kuenda vibarua zangu mpaka ikafika siku ya kujifungua, nikajifungua, but the man was not there. Nikakaa usisi siku 2, yule shushu akakuja akanitoa. Venye nimekaa pale Molo nikaona tena sasa maisha imekuwa ngumu. I had to call my dad. Obonobo litobo mwana Kabere. Yeah. Okay. So call my dad, nimwambie dad, maisha yenye napitia huku juu. Sasa nimetoka OC, ni mgongo bado ijakoma, sina chakula kwa nyumba, shosho naye alienda kagonjeka, sina option. So I had to call my dad, nimwambie dad, mimi iko hivi na hivi na hivi, mali imefika, mimi naona mkinizika mimi na watoto wangu. Akaniambia kitu tutafanya, kuja mpaka hapa Nairobi Kitengela. Kuna makampuni zinafanya nini? Zinaajiri hizi za IPZ. Enda ufanye nini? Kuja nikutafutia ID ya mtu ufanyie kazi. Juu sikuwa nimeshika ID na miaka iko imefika. So akanitumia pia. Mimi nipaka vitu zangu. Nyaboke. Omwana wo mutangani kwa monyorete kuri miaka 15. Yeah, 14 to 15 years. Okay, no yo Kabere? Yo Kabere monyorete 16 to 17 years. Okay, go ahead. So venye dadi akanitumia fare. Mimi naye na ile sisemi ni ujinga, sijui I don't know how to frame it, but nilitafuta tena yule mwanaume nikamwambia mimi nataka kwenda Nairobi kufanya kazi na iko hivi na hivi na hivi, tufanya aje? Akaniambia we kama utaenda pale usinisahau. Nikamwambia sitakusahau. Juu bado kale ka upendo bado kako. Na ukumbuka sasa hizo naenda kumwambia akiwa kwa mwanamke mwingine. Mimi ndio huyo Uhuru Kitengela na watoto wangu. Kumbuka pale mami na dadi wako pale pamoja. So nimeenda bado nikatafutiwa kazi. Igo abaibuli bago at this time igo bamenyete Nairobi Kitengela. So venye nilienda madhi walienda wakaorganize wakachukua wale watoto wakakuja wanaishi na wao Kitengela. Okay. So mimi naye nimekuja hapa, dadi ameniulizia kazi, amepeana kapesa kidogo, nimeajiriwa IPZ. Kazi
nikaanza kufundishwa, nikaingia kazi ya mkono, nikaanza kufundishwa how to ride machine venye naweza shona. So nikakuja nikakuwa operator, nikatoka from helper to operator. Nikafanya hiyo kazi mwezi moja, mwezi wa pili, unajua niko na watoto pale, madhe ako pale, saa huko Nyakomogorera Nakuru. So I felt it is good nitafutie nyumba yangu, na juu bwana wangu bado ako Mola, ninataka akuje nimtafutie kazi, so lazima ningeshift. So venye nilipata kasarari kangu ka kwanza ilikuwa 12,000, nikatoa nikaficha 9,000, zingine nikapeana, tukafanya shopping kwa nyumba. The next month nikatafuta nyumba ya 2,000 kama mabati, nikanunua kama mattress na ka blanketi. Madhe akanipe jiko na nini na tusufuria tuwili. So nikapigia bwana wangu simu nikamwambia I think mali niko settled, unaweza kuja tutafute job. So the guy alikuja, venye alikuja nikangangana pia, nikamtafutia kazi PZ. Kumtafutia kazi PZ, sasa tukaanza tufanye kazi tusaidiane kimaisha. Tukafanya miezi kama ngapi hivi, miezi kama 3. Na yeye kupata pesa zake tena, jamaa akasimamisha shingo, si yule mtu tulikuwa tunaongeleshana tuelewane tena, hadi ameenda ameoa kwingine. So I had to ride my life, sikuwa na option nyingine. Nikafanya ile kazi miezi 7, kazi ikasimama. Venye kazi ilisimama, so nikakuwa jobless tena. Kuanza kutafuta kazi upya inakuanga ni ngumu, unatembea, ukifika upati kazi, kurudi watoto wanahitaji wakule, maisha imekuwa ngumu. So hapo ndio nilianzia kazi za kufanya mjengo, kufanya kazi za mijengo nini na nini hapa na pale, nangangana, nilisha watoto, bado maisha haikujipa, lakini nilikuwa nangangana, napata kapesa kangu, nalipa hiyo nyumba yangu ya mabati, nilikuwa nalipa 2,000, nanunulia watoto chakula, na nawatafutia mali na wapeleka hata kama ni daycare, at least wakwe safe. Are you getting me clear? Ama background yangu iko na makelele? Hapana, nakusikia vizuri. Tuendelee. So ikafika siku moja, it was around 2018. Mimi so unajua sana nimerudi Kitengela, we are talking with mommy, tuko sawa, hakuna mtu anasumbua mwingine, niko kwangu ako kwake. So venye nikaamuka, it was 2017 tukivuka 2018. Tukivuka kuja 2018. Nimeenda, by then nilikuwa nashiriki kanisa lenye nilikuwa naitwa Abundant Life Worship Ministry pale Kitengela cha Ng'ombe, kwa wenye wanaweza kuwa wanajua. So hiyo time Nyamuko nilikuwa nimeokoka, wacha saizi. Kama hiyo wakati Mungu angerudi, mimi ningeenda tu mbinguni direct. So nimeenda kesha ile ya 31st ya kuvuka mwaka. Ile ya kuvuka mwaka. Niko pale na tutoto twangu. Nilikuwa nimefunga nyumba yangu, nimeenda na watoto, kurudi naona tu wangu stima imewaka, mlango iko wazi, and I'm like nilikuwa nani amefungua sasa, na how come stima imewaka na nilikuwa nimezima? Juu mali nilikuwa natoka kutoka church ni mali unateremka hivi, na nyumba yangu ilikuwa tu mali eke ngumbu gaso ukurigereri eke na ikoro. So nkanyora mamu mintono isana ste eke rogo igoro. The first word aliniambia rira yelinga yokoro. So nikacheka, I felt she's kidding. Kacheka, nikamuuliza mama, hata kama watu wanafanyanga umalaya, kwani naweza enda nifanye na watoto hii usiku na nirudi? So like alikuwa na zake. Kaniekelea slap moja pa karatinge nangeni. And I'm like, mom, haukuniambia unakuja hapa, ni kwangu na unanichapa na natoka church kesha. This is that first to date first. Mbona unanianzia mwaka na visirani? Madhe akachomoa kisu. And kuchomoa kisu, so saa zile ameinua hivi, nikamshika na ile kisu hivi. So hapo nilisema mimi naweza nikabembelezana na yeye, na kumbe ile spirit iko ndani yake inamwambia huyu mtu. Maybe anaweza kanidunga kisu, akadunga na watoto wangu, then kesho mtaona news mama aliua mtoto wake na wajukuu wake. So I had to fight for myself. Tulingangana na yeye, hiyo nyumba yenye nilikuwa naishi ilikuwa tu first floor. Tukangangana na yeye, tukavurugana, kufika kwa stairs nikajivuta, juu amenishika hivi na hizi niachilia, nikajivuta ile stairs, nikaanguka na yeye akaanguka kutoka juu. Sasa hizo tutoto wangu tushatoroka
kwenda huko. Venye tulianguka na yeye akaanza kupiga nduru akiniambia, "Lilian, utete kungita, utete kungita, utete kungita." So mi pale nikatoroka kufuata mali nione mahali watu wangu wametoroka. So ile time nakimbia kutoroka, Madhe na yeye kutoka nyuma yangu na mawe. Ananirusha mawe au kuratanga, "Ui, nishikie huyo malaya, nishikie huyo malaya." So that image wasn't good. Nasema nishikie huyo malaya na watu wako kwa barabara, unaona ni kuvuka mwaka wanavuka. So unaona watu wanacheka, "Ha, kwa mwenye rano musacha huko, kuliro musacha, huwa yeye." No. That image wasn't good. But nikakimbia nikafika mahali kuna kakona na kuna kagiza. Nikapiga U-turn. Nikapiga U-turn nikakimbia mpaka church. Kwa mlango ya church sioni watoto. So kitu ikanikujia, either wale watoto wanaweza kuwa wamerudi kwa nyumba, niende nipate watoto wako. Tena nikakimbia, nikapita ka street different. Kukuja nikapata watoto wangu tuko chini ya stairs. So venye niliwapata wako chini ya stairs nikawachukua tukachomoka tena na njia nyingine. Nikaenda mpaka kwa beshte yangu mwenye tulikuwa tunaenda na yeye church. Nikamwambia imekuwa hivi na hivi na hivi. I don't know what's happening na sijui shida iko wapi. Ebu niweke hawa watoto wangu walale kwanza. Nirudi mpaka kwa nyumba yangu nione ni nini kinaendelea. Maybe Madhe ameenda ameniachia nyumba yangu wazi. So kurudi nyumbani nikaona kimoto kinawaka kwa nini nyingine kwa uwanja Kenya kalikuwa kando. Na mlango tu iko wazi, haina hata kate na haina chochote. So mimi nikakimbia kuangalia, naona Madhe anaenda amebeba kimatress yangu sasa. Mango zangu amechukua zote, amewakisha. Unajua hiyo time nilikuwa natumia ka stove. Ameenda amemwaga ile mafuta na ile stove ndani. Ameasha kiberiti. Zinawaka hivi. Ile mattress venye nimuona nayo Jumathe bado still ako na nguvu na siwezi bishana na yeye. Unajua maybe amekuwa possessed na siwezi bishana na yeye. Amechukua mattress amechoma. Ndio nikakimbia nikaita caretaker, nikaita watu wenye walikuwa hapo, nikawaambia kujeni mnisaidie, sijui chenye kinaendelea. Nikapiga hadi simu church. Nikamwambia pastor kuja, mambo yenye iko hapa kwangu si mazuri. Juu nimekuwa kesha pale. Kufika pale nikapata amechoma mattress, ile curtains ametoanisha kila kitu, ameweka hapo zinachomeka. Mitungi, kila mtungi alikuwa anapata alikuwa anadunga tu. Kibuyu akipata anadunga kisu hata ikiwa na maji. Kila kitu like kitu yenye masufuria zote alidunga visu. Kila sufuria akadunga visu. So the only thing Madhe aliniachia ni kitanda yenye haina mattress na kakiti hizi za skeleton zenye hazina hata mattress. So venye pastor waliingia kiateka na watu wengine wakaingia, watu wakaingia wanasema huyu achapwe, and I had to say no, she will remain to be my mom, hamwezi mchapa. So but nikamwambia the only thing chenye mnaweza nisaidia ni kumuuliza shida iko wapi, ama nimemkosea nini yenye nafanya nakuja kufanya hii yote kwangu. Kumuuliza, mam alikuwa analia na bado alikuwa na ile kisu anatetemeka. Wakamwambia weka kisu chini tuongee. Wakamnyang'anya ile kisu. Unajua sasa wamekuwa wengi, lazima watamnyang'anya hiyo kisu. Alikuwa anatetemeka anasema the only thing nataka ni kudunge kisu ni kuue, nilambe damu yako niende, ndio moyo wangu upate amani. And I was like, mom, sasa unaniua, saizi niko na watoto wangu wataenda wapi? Hiyo haijalishi. So kitu alikuwa anasema tu haijalishi. So nililia sana, nikamwambia Madhe, maybe leo unaweza ona siwezi kukusaidia ama juu ya nini na nini, lakini kumbuka siku moja nitakusaidia. Usione niko hivi maybe sijasoma ama sina kazi ya maana, uone sitawahi kusaidia. Nitakuja kukusaidia siku moja. So Madhe had to go. Ilikuwa around sasa hapo ilikuwa imefika around saa 9 saa 10. Madhe alitoka na akaenda yeye mwenyewe. So nikabaki na watoto wangu hapo, sina chochote, sina hata kibuyu yenye naweza weka maji. Like tulibaki tu na tule slippers tuliendanga nazo kwa church. Na zile nguo zenye tulikuwa nazo kwa mwili za church. That is the only thing tulikuwa nayo. Sufuria hakuna yenye unaweza pikia, hauna hata stove, hauna hata kibuyu ya kuweka maji, hauna besheni. Hata kale ka shopping kadogo alipata alikuwa na mix na maji. Nikakaa that life, nikajiuliza sasa hii maisha naanzia wapi? Juu mimi ni demo wa mjengo, watoto ndio hawa. Madhe yako ienda afikirie like after I've done all this to this girl, ataishi aje na wale watoto? Hakuenda hurumia hata wale watoto. So nilibaki tu hopeless. That is where life started beating me more than venye ilikuwa inanibeat kutoka nyuma. Church nilikuwa naenda ya chakula, unajua hawezi kusaidia siku zote. Alafu sasa ni run into depression. Na feel niende kazi, na feel nisiende kazi. So that suicidal thoughts, they are too much into me.
naangalia tu watoto hivi na feel like kama ningewapea anything tu wakufe na mimi nikufe juu siwezi waacha, hakuna mtu naweza waachia. So ikawa tu kazi saa zingine naenda hiyo mjengo, saa zingine siendi, saa zingine unaweza ipata, saa zingine uipati. So Yeah, pole sayo, but at this time omo oyiga olengo musachogo tatumwa babana ngo chalengo barora bana gose igo mwakoranete pibono. Ameoa. Kama alikuwa ameoa. Alikuwa ameenda hadi alikuwa ameoa, so we were not together. Okay. So nimebaki pale hopeless, either jirani akinihurumia anipe chakula. Bono unafanya mjengo, leo utaipata, kesho hautaipata. Unajiuliza, ni chakula nitanunua, ni mattress nitaanza kununua, ni nguo nitanunulia watoto, ni nini nitafanya, ni nyumba ya wenyewe nitalipa. Sio mbele na nyuma, una mtu mwenye unaweza ukaambia I'm going through this and this, nobody. And nikapigia dad simu nikamwambia dad, madhe alikuja akafanya hivi na hivi kwangu, amekwambia. So my dad ni yule msee mwenyewe, of course nampenda, but dad ni yule msee mwenyewe atakwambia bono na kitoko kora we umezoea tu mama kunuma itema mumi no bunali thoma tu yune bali mu bono tukunya kumwira bunali unaona. So yani anamweka like madhe ni kawazimu na madhe si wazimu, madhe ni mtu ako tu sawa. So na hii kazi ya mjengo ni mali unaweza enda leo uende mjengo foma na kwambia idha nitolee nguo ndio tuendelee na wewe, ndio niendelee kukupea kazi. Hadi unajiuliza sasa unampe nini? Unampe mali simiti inapita kila siku, hata si kitu ya maana anakuomba. Ukimkataza anakufukuza hiyo kazi. On the other hand unaangalia kuna watoto unashindwa utafanya nini, they need to eat, you need a life. So it was hard to me. That is how I got myself into streets. So ile nyumba ya wenyewe nikaambiwa, nikakaa miezi 2 bila kulipa juu I'm struggling a lot. So most of the time nilikuwa naenda nalala kanisani, narudi tu kwa hiyo nyumba. Sasa sina chochote. Mwenyewe akaniambia kitu utafanya, tafuta mtu wa kuhost, at least ukacha kuna maisha juu hapa siwezi kusaidia. So tulienda hapo kwa street na watoto wangu. Mimi kama ni uchokora na watoto nimefanya pale Kitengela, tunaokota chakula tunakula, tunaokota nguo tunavaa. So nilikuwa naokota tu manguo nafua tunavaa na watoto wangu nini. Leo tunaweza tulale kwa huyu, kesho tulale kwa yule, tusipopata tuende tulale hata church. Kama church bado hatutapata venye tunaweza ingia huko. Tulizurura tu until ikaja ikafika the year 2019. So the whole of 2018 it was hell to me. The year of 2019 still it was a hell to me. Juu bado sijapata maisha until sasa nikafika nilikuwa naenda church usiku peke yangu. Juu ilifika church hadi church unaenda una nguo ya kuvaa noikaa gari abantu bali baho kurikiri baranga, huyu mtu hana maisha. Tulikuwa tunapika hadi chakula kanisani. Unaona tu wale watu wenye wako pale mbele, wale ambao wa mama baba ina bali babu chibaru wabandi, they can even cook. Chakula imaliziwe kukula wamwage ndani ya maji. Wakimwaga ndani ya maji watamwaga tu ndani ya choo. Just to because watoto wako wasikule. Of course I can't blame them. Maybe I had that rejection spirit. Unajua huwezi ukablame mtu, maybe kuna that rejection spirit na kufuatilia. Hadi ikafika siendani church nini mchana ama Sundays. So nilikuwa naenda tu usiku, nilikuwa nimeiba funguo ya church, nilikuwa naenda tu usiku nalilia Mungu pale, namwambia Mungu nisaidie na watoto wangu. If at all hatuwezi kuwa successful, just take me and take my kids. Justaki nijiue na niue watoto nikuje kuandikiwa hiyo dhambi. Nimeteseka vya kutosha duniani. Sitaki tena nikuje kuchomeka. Until nikakuja kupata msamaria mmoja mwema, akaniambia unaweza enda Gulf kufanya kazi. Nikamwambia I can go, na nikafanya kazi. Akani processia kila kitu juu nilikuwa nimeshashika ID nimepata, akanitafutia passport nini na ni agency tu ilikuwa ikanitafutia kazi nini. Until the time nikaambiwa flight yako imefika, unafaa kutoka date fulani. Kuna mama mmoja alikuwa amejitolea kunilelea watoto, na juu sikuwa nataka kumwachia kisani nyuma. Nilirudi chini tena nikaenda nikaambia mama yangu nimepata kazi
but naenda Saudia na sijui kama tafanya je, unaweza ukanilelea watoto juu nilijua nikiacha watoto kwingine bado itakuwa ni kesi kutoka hapa nyuma. Madheri kamwachia watoto, mimi nikavuka nikaenda. Kufika pale lazima ningetafuta simu nyingine juu si kutoka na simu yenye ina make sense, yenye unaweza ingia WhatsApp nayo. So it took to me 2 months sikuwa nimetuma pesa yoyote. After nilipata salary nikanunua simu, nikawampigia simu nikamuuliza madhe ukoje, watu wako aje? Akaniambia watu wako poa, kila kitu iko sawa, mbona umenyamaza hivyo? Nikamwambia hapana, ni venye sikuwa na simu, lazima ningetafutiwa simu na kila kitu na nini na nini, but venye nilifikanga nilipiganga ile simu direct. Nikasema nimefika, until saa nipe anytime nifanye kazi nipate pesa ninunue simu, we can keep talking. So kidogo eliga wa decide bono na Gulf kugenda. What are you expecting? What do you expect in terms of mushahara? Yes. Kiagera ekero kugenda kuriye mirimo egentonkere omushahara naro omonto aragotebi omushahara noro omonto aragotebi omotebi na eyigati nkonyara riori kurunonye Kenya, lakini mbagotebi tina chibaseire ngogo chikonyora muno omushahara naende amazingira ya Gabu otaragenda. Yeah, walikuwa pole naende experience bono kiago aigase Gulf na kikialenge. Okay, walikuwa wameniambia salary ya Saudia. Walikuwa wameniambia it is 25,000 to 27,000 depending na rate. So na mimi unajua huku Kenya sina option nyingine. Hiyo pesa ni pesa mzuri sana kwangu. Itanisaidia. So mimi nikasema mimi nitaenda nitakuwa natumia madhe 10,000, hizi zingine at least ni save na mimi nikirudi upate niko na kapesa kidogo kujisaidia nazo. So mi venye nilifika pale Saudia nikafanya kazi miezi 2, nikapewa tu hiyo pesa yangu vizuri. Ilikuwa imepanda hadi nilipata 29,000. So pesa yote na yule madhe alikuwa amenipea so moja juu on top of it. Na nikaenda nikanunua simu yangu nini na nini kila kitu. Nakumbuka nilitumianga madhe pesa yenye inaitwa 39,000. Nikamwambia mam, hiyo ndio pesa nimepata na maybe kama kuna madeni umeweka nini na nini na watu yao hawajaingia shule, please unaweza ukawapanga hivi alafu unipe saa muda nijipange polepole, ile kidogo yenye nitakuwa napata nitakuwa nakutumia na watoto waende shule. Venye nilimtumia akaniuliza hii ni pesa gani sasa umenitumia? Ni madeni nitalipa ama ni nyumba nitalipa ama ni chakula nitanunulia watoto ama ni shule wataenda? Nikamwambia mama, itabidi umenielewa juu hiyo yenye nimepata ndio hiyo. Hakuna salary. So like unajua kuna ile kitu inaingianga wazazi kwa mentality, kama mtoto ameenda maybe atalipa 100,000. Watu wengi ufikiria huko unaenda unalipa 100,000, 80,000, 50,000. So akaona ni kama namcheza, sijampea pesa yenye inatosha. So ni kama hatukuelewana vizuri. Pale nikiwa napiga simu niongee na watoto, hataki niongee na watoto. Lakini sasa pale hiyo miezi 2 yenye nilikaa bila kupiga simu, alikuwa zile za kuwapiga mateke, kuwachapa, kuwanyima chakula, nawaambia mama yako ameenda kufanya umalaya, amewatupanisha hapa nini na nini. Mambo mingi. So the kids were going through hell. Kuwachapa hadi mtoto tu anaweza pita hata kikombe yanguke ama kitu kidogo hivi, anawachapa hadi anawawekea hadi pilipili kutoka chini. So like kuwawekea pilipili kutoka chini akisukuma na vidole, that is you it's same as rape, but I thank God in here it is a past tense. So hiyo mwezi nyingine venye nilipata pesa, okay, but that is evil. That sounds evil. Are you sure amanganayo goteba ngaki no substantiate omonto araisa gukobori? Ekiagera it sounds so odd omoibori gokorera omochokoroye ebinto bune bigwateba onye kere kene. That's so sad and Paul for that. Okay, she did. She did. Juu wakati watu hiyo waliniambia hivyo na mimi nilijifikiria kutoka nyuma. Mamangu alikuwa ananiwekea hadi mapilipili kwenda chini, kutoka chini. Hata wewe alikuwa anakuwekea? Yes. Ananipea pilipili kama ananiambia tafuna saa hizo akona rola akikuchapa kutoka kwa au kama kwa unga ndi wata kune yara leli kwa moroki nga ha
yena atakuniri ogota kuna yabo bosipi manya komera. So unalala unawaka, mwili inawaka juu ya viboko, and then kutoka chini bado pilipili zimeingia. Ana make sure amepaka na mpaka ameingisha kwenda nani. I can't fear to say that. Okay, inkiokolengi kiagerete this animosity kabororo between you and your mother. Maybe she wasn't ready to be a mother. Yeah. Unajua kuna ile trauma ile ya kuzaa mtoto na huko unataka kuzaa. Of course mimi naweza sema hawa wawili wangu wakubwa nilizaa kama siko mentally like nataka kuzaa. Ni ile nimekuwa forced into marriage, nimefika pale nimezaa my first born. Tena juu ya ule nimeenda na utoto yangu, sijui kama kuna family planning tena mimi huyo nimezaa mtoto mwingine wa pili. Okay, nainde nkoirani maega kidogo story yegwateba na mongina mamo mino naga gokoreire binte byo kubeka agukubikira mpaka chiarare. Tatu mino ngakiare goteba about this gose nkwanyarete komotebi. Nkwanyarete gotebi tatu mino gosonde oromone na sole. I tried to reach out the Chibrocha mami, they never helped me. Okay. I tried to reach out my dad ni yule mwenye anakuambia ona etomo until today anything it happen. Tatera kumburiga kitomo tote itere. Unaona? Oh, ni yule like mwenye amekanyagiliwa. Daddy ananga mambo mo. Daddy Okay. All right. Yeah. Why kile kwa nyolire gasi it's 20 you said 29,000. Yes. You nilipata 25, 26, 27 but hiyo time rate ilikuwa imepata 29,000. Okay. Endagira nkonyoro kwa lenga iga Saudi. Mali nilienda use omuchikwa lenge tuange picture yo muchikwa lenge na kikwa menyete like litukuliago ngakiria lenge guchaka bunekero kuboka limambi negasi ya mbatane ya egasi ya usikanete no kobera kwa gororo. Venye nilifika Mungu alinijalia nikapata bosi ambaye alikuwa ni Muitaliano, hakuwa ni Mwarabu. Alikuwa ni Muitaliano na mama na mtoto wake mmoja kijana, na nilifanya kazi pale for 1 full year. They were good, walikuwa tu wazuri, hadi walikuwa wananipea tu coins tu marupurupu. Tulifanya kazi na wao vizuri until the time walipewa transfer kwenda Dubai. Kazi yao ilibidi wamepewa transfer kwenda Dubai. The time they went to Dubai, so walikuwa lazima wangenirudisha kwa ofisi juu sikuwa nimeenda ile kazi ya nyumba moja, mimi nilikuwa house to house. So the time nilirudishwa kwa ofisi ndio sasa nikaanza kupata mabosi wengine Waarabu nini. Kazi nayo ilikuwa ni ngumu kuwa handle. Waarabu ni ngumu kuwa handle, but on the other hand ni Mungu mbele. Kazi ni mingi, kuamka asubuhi uanzane na makazi zao. Mwisho unapatanga hao watu wanaishingi watu almost 20 kwa nyumba. These 20 people ni wewe wafulie nguo, ni wewe wapangie hizo marumu zao, you iron vyombo zao zote ni wewe unaosha, and then watakufundisha kupika. Kuna siku watakataa kupika, utawapikia. So kazi nayo haikuwa rahisi, but nashukuru Mungu nilifaulu, nikamaliza vizuri, nikamaliza contract yangu ndio nikarudi. Okay. So bono kwa iranire Kenya nchekero nachagite gukumanya nekero bale goteba nango changirwore wakana madeni ngaki yanyarekane tugatwara madeni amange y'abantu na indi ekero kwarwete Gulf igo kwarwete ororo gwanchete contract yaerete gose igo gwatamete kurwororo. Okay. Kitambo nifikia hapo kwa madeni na venye nimerudi, wacha nikuelezea. So venye nimefanya kazi pale Warabuni, nilikuja nikatoanga watoto kwa mama yangu after 3 months, after nishamtumia pesa ya mwezi wa 3,
nilikuja nikapata ripoti watoto wangu wanateseka pale, hiyo kuchapwa, kuwekewa mapilipili, kunyimwa chakula nini, shule hakuna. So ni jirani tu alikuja akaniongelesha, akaniambia iko hivi na hivi na hivi, juu mother used to call me na simu yake ocho moboli rero riria na wakira mutebi ntobwati gasi mutebi ntobwati gento gite ntobwati ndagira. So jirani akaja akaniambia kuna siku moja alichapa mtoto, sijui ile venye watoto wanaweza enda wakimbishane, na kuna mtu alikuwa amevuga kuku hapo kwa ploti, wakakimbia wakaangukia ile kitu ya kuweka makuku, zikafunguka zikaenda. So ile harakati watoto wakikimbisha kuku wazirudishe, kuku moja ikakanyagwa na gari. So madhe alichapa watoto na hasira sana. Ile harakati ya kuwachapa, jirani akanipigia tu simu na aliwachapa na kuambia walale nje, wasilale kwa nyumba. Jirani wakatoka pale wakaenda wakabisha kwa yule jirani. Jirani akafanya nini? Akawapiga picha akanitumia, nikaona hizo venye wamechapwa nini, nikapiga simu nikawaongelesha, wakaniambia ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. So yule mama mwenye alikuwa ameniambia anaweza akanilelea watoto, ilibidi nimemreach out juu niliendanga na namba yake. Nikamwambia sikiza venye watoto imefanyika hivi na hivi na hivi na wamechapwa, unaweza ukawasaidia kweli? Akaniambia ni sawa. So nilimtuma the same night, juu kutoka Kitengela mpaka Athi River si mbali, na bwanake alikuanga anafanya taxi, akampeleka mpaka huko akachukua wale watoto. So the following morning hata madhe hakuniambia hajaona watoto, hakuniambia watoto wako niliambia jirani usimwambie anything kwa saizi. So yule madamu alichukua wale watoto akawapeleka hosi, akawanunulia nguo kwanza nini na nini, at least watoto wakaonekana kuwa watoto wa mtu. Ndio after 1 week nikapigia madhe, nikamwambia madhe nataka kuongea na watoto, wako wapi? Akaniambia watoto wako walitoka, hata sijui mahali walienda. Nikamuuliza walitoka lini, like almost 1 week ago. Nikamuuliza mama, 1 week ago na umenyamaza na hata hujaniambia watoto wameenda, haujaenda hata uripoti useme watoto wameenda, what is that? So nika feel like she wasn't responsible, yani hakuwa na haja na wale watoto. Yule mama akanikalia na watoto, so mimi nikamaliza, nikakuwa nikimtumia pesa, nikamwambia akaniingizia watoto shule nini na nini kila kitu. So nikaachana na madhe. Madhe akaanza kuleta shida, lakini nikamserve barua ya kutoka children office, nikamwambia kama anataka watoto maybe until the time nitakuwa nimerudi, but for now ni mimi nimeamua wakae hapo mahali wanakaa. So nikawa natumia yule mama pesa, namwambia nimekutumia hiyo pesa ndio nimepata salary yangu yote. I used to send her the money after every 2 months. Juu nikimtumia hii namwambia toa pesa fulani, either 20k, wewe wanunulie chenye unaweza ukawanunulia na chakula. Nilikuwa natuma after every 2 months. Wanunulie chakula, waweke shule vizuri, yenye inabaki niweke mimi. Hata sikuwa nimeenda na banga, sikuwa nimefungua banga account ama nini. Yule mama akanikalia na watoto vizuri, mimi nikamaliza contract vizuri, nikarudi. Nikapanda gari, nikapanda ndege, nikarudi, nikauza. Nilipata watoto wangu wako vizuri tu, nikashukuru Mungu kwa kila jambo. Arsenal ntarabwata contract ne ye miaka irenga yalinga, I think iwachete 3 years. So nilifanya 2020, 2022. Okay. So nimekuja 2023 mwezi wa 5. Mwezi wa 3 ndio umerudi Kenya. Okay, igona contract ya erete okamanya go decide gocha. Contract sikutoka bila kumaliza contract, nilimaliza. Okay. Alafu this time abana kogenda bale skuru naende skuru kibale kogenda onye kukunyara gotote. Kwa inaitwa Glorious Academy. Okay. Pale Kitengela. Alright. Ilikuwa inaitwa Glorious Academy. Kule walikuwa wanakula, walikuwa wanavalishwa smart. Sasa ukiongelesha na mtoto, unaona mtoto ako sawa. Alafu this time abana obwatemba bere omumurano moiseke gose. Yeah, I think watebo omumurano moiseke abana babere. Sorry? Eriga kogenda Gulf abana obwatem abana babere talibo. Yes, yeah. Girls. Oh, ebara abasubati bonse. Okay. Go ahead bono kuruase bono koiranire Kenya. Sasa nimerudi Kenya. Nimepata watu wangu wako sawa. Nikaribisha vizuri, lakini unajua siwezi kaa kwake. Mimi nilikuwa nimekuja nikiwa mindset, nilikuwa nimeset mind yangu like okay, I had music in my heart na I have that passion in music na nilikuwa natamani sana kuwa msanii.
nilikuwa napenda. So katika ile harakati nikiwa Gulf nilikuwa na interact na wasanii fulani kidogo kidogo hivi, na wa reach out online, tunaongea nini na nini. Mtu ni reach out vizuri ni Dali, and Dali alikuwa amepromise akaniambia ukikuja nitakupeleka studio, wewe ujitume, nitakuguide venye utafanya hii muziki. So nikamwambia thank you so much, I'm coming. So venye nilikuja nilifika Kitengela, nikalala siku 2. Shule zilikuwa zinafungwa the next month yenye ilikuwa inaingia mwezi wa 4. So nikafika nikakaa nikateremka Kisii juu lazima sasa nitafute maisha. So venye nimekuja I had only 30,000 cash. Zingine nilikuwa nishatumana, nikamwambia nifanyie hivi na hivi na hivi. So hizi 30,000 nilikuwa nimebaki nazo ndio zilinisaidia kutoka. Nikakuja venye nilifika airport, huyo mama ndiye alinikuja na watoto wangu. Tukakuja tukakaa na yeye 5 days, 5 days. Nikasema sasa wacha niteremke Kisii nione venye ni wapi nitaanzia maisha, cause si plan tena kukaa Kitengela. Okay. Nikakuja nikateremka fika Kisii, nikakuja kwa Dennis Onyamo. Dennis Onyamo we used to talk online nini na nini. Nikawasalimia, nikatafuta nyumba single room tu kidogo hivi, nikaanzia maisha, nikatafuta mattress nini na nini. Nikaambia yule mama akanipea pesa kidogo kwa zile zenye alikuwa amenisavia, nikanunua tu vitu twa nyumba, nikaanza maisha. Watoto wakafunga shule, akawaweka gari wakakuja. So nikajoin Mwamogusi TV. Tulikuwa tunajuana na Deno, nikajoin Mwamogusi TV kufanya charity work nini na nini, kwenda field akanifunza kazi. So nilikuwa naenda field na collect data kutoka kwa field, mimi naleta, yana edit anaweka kwa YouTube. Na hiyo time nilifanya hiyo kazi vizuri. Kuna watu wengi nilijengea manyumba kupitia tu kwa hiyo tu neema yenye God alinipea nikifanya charity. Kuna watu wengi nilijengea manyumba, wengine wako na mashamba wananipigianga, wako na Nakuru, wako wapi, wengine watu hao wakafaulu wakasoma, like wengine hadi wakapelekwa hospitali wakapona. After joining Mwamogusi TV, tuliingianga na Danley studio siku ya kwanza. Tulikuwa mimi na Danley na Naxel. That is the time wakaniuliza unataka kuimba about what? My first song tulipiganga hii gospel ya Nanchirenche tata Nanchirenche. That was my first song and it was my composition. Tukapiga vizuri sana. Danley akaniuliza unataka kupiga nini next? Nikamwambia mimi am a single mom na nimepitia mambo mingi. Can I sing about single moms? So tukakaa chini mimi na Naxel na Danley, we came up with the single mom song. Nikatoa song ya single mom. Watoto wamekuja nimewaweka shule, so life is moving. Nikingangana nione what to do. So nakimbia Mwamogusi TV, nafanya charity, naingia studioni na kazana napiga kazi na kuzauza nguo hapa na pale, at least maisha isonge. Kiwa katika hizi harakati nikakuja nikapata accident ya kwanza. Utakupata accident nikavunjika mguu, but ilikuwa ile ya kuwekwa plaster na ikuwe sawa. So ikaniaka chini for 1 month. After 1 month nikainuka nikaanza kufanya kazi. That is the time tulipatanga hiyo accident na jamaa fulani anaitwa Onguti Waves. So venye nilivunjikanga hiyo mguu, kuna kazini yangu alikuja kukaa na yeye, mtoto wa sister ya babangu, ndio tulikuwa tunaishi na yeye. So after that 1 month Papa Antivirus walikuwa wameni-invite show fulani pale kwenda huko Nyamagesa huko, kwenda Kenyenya, kwenda huko ndani. Nikaenda, that was the first show niliitwa, nikatoka. Papa Antivirus they paid me well, wakiwa na Okiondo they paid me 3,000 na I was okay with it because ndio nilikuwa naanza muziki. Nikirudi kutoka huko nikakuja nikaongea na kuzo yangu ikiwa usiku. So tumekaa na huyu kazini yangu mpaka saa 7 ya usiku tukichapa mastori. Nimefurahia nikimwambia venye show ilikuwa nini na nini. Hadi ile pesa nikampea, nikamwambia weka hii 3,000 nikuje kutafuta 500 niongezee tulipe nyumba juu nilikuwa tunalipa 3,500. So sijui what happened in between hiyo saa 7 mpaka asubuhi nikiamka 6 nauliza watu hii kwani amwendi shule? Na ebu ati hujatuamsha wapi simu yangu, ebu nipe simu nione ni saa ngapi. Mtoto kwenda kuangalia simu, alikuwa nimeweka charging hakuna. Mama simu hakuna. Aje ati kwani nani amefungua mlango? Tumeamka tumepita mlango iko wazi. Nikamuuliza Christina kwa wapi? That is my cousin. Wakaniambia hayuko. Kwani ameenda wapi? So kuangalia vizuri, hakuna TV, hakuna gas, hakuna, yani like hakuna simu yangu. And I'm like, anabeba aje, ameniacha aje na watoto?
So mi ile kitu nilifanya juu nilikuwa na namba ya Danley Overhead, nikaenda mpaka kwa Ngutu Waves. Nikamwambia iko hivi na hivi na hivi na hivi. Nitafanya nini? Akaniambia hebu tafuta Danley kwanza muende mpaka kwao juu Danley ako na bike anaweza akakupeleka juu saizi hauna do. Nikapigia Danley simu, tukaenda mpaka kwa kina huyo kazini yangu. Kufika pale nikapata yuko, kuuliza anti akaniambia hajamuona. Kupiga simu yake iko mteja. Nikaelezea anti what happened nini na nini, anti akaniambia nikimuona nitakwambia juu sasa hapo siwezi ongea chochote. So tukirudi kutoka kwa anti kupanda gari kufika kutoka Juni Kiumbu kufika hapo mile 2 tukapata accident yenye ilikuja kuniwekea chuma hapa juu. Hii chuma yenye nimewekewa hapa juu. This is the time nilikuja kupata tena accident ya the time nimepata accident ya pili sasa, imenivunja mkono tena imenivunja ile mguu kwa nimevunjika. So hapa nimepata accident, sina simu, sina chochote. So nikatumana ID ni replace sim card yangu nione kama ninaweza nikasaidika juu I had 13,000 nani na zilikuwa za chama. Kasema hizi ndio nitajitibu nazo, alafu nitafanya nini, nitawarudishia. Kuniletea simu, nimeenda tumepelekwa Krista Marian, akina Dennis Onyamo walifika vizuri wakatuhudumia, tukapelekwa Krista Marian, nikaangaliwa mguu, wakaniambia iko na fracture, nikawekewa nini, nikawekewa plaster hiyo plaster hiyo. Mkono kunipima, wakaniambia shoulder imevunjikana mara 2, hakuna chochote tunaweza fanya, lazima ataenda tu surgery, afanyiwe surgery awekewe chuma. Ni pesa ngapi inahitajika? That is 180,000 inahitajika. Sina hata bob. Kureplace ile sim card niangalie ile 13,000 yenye ilikuwa ndani, nikapata inanisomea 000. Pesa zimetolewa. Kujaribu kupigia Safaricom nini na nini, pesa zimetolewa nini? Zimetolewa kijauri. Sim card sasa sina simu, sina pesa, sina chochote. Nikafanywa fundraising kidogo na marafiki juu nilikaa kwa nyumba almost 1 week na hiyo mkono yenye imevunjika. Juu sina do ya kwenda kufanyiwa hiyo surgery nini na nini. After 1 week nikaenda nikafanyiwa hiyo surgery, nikawekewa chuma. So unajua sasa hapo kuna it takes that healing process nini na nini ndio niamke kutoka pale chini tena nijifanyie kazi. Ile mguu juu ilivunjika tena bado inahitaji time ya kufanya nini, inahitaji time ya kupona. So nilikaa chini. By then sikuwa nyamukwa egera tugendere aiga igwatebanga Dennis Onyamo nero monyene omugusi global Mwamugusi TV. Aiga si Mwamugusi TV na matukarenga gwakore toro na ende nkugwakana barenge buya. Okay, Mwamugusi TV charity work hakuna mtu anakulipa. Charity work it's either ufanye vizuri upate mtu akwambie yani ile kunilipa yenye ilikuwa inanilipa. On the other hand nilikuwa najibrand as kama msanii na nilikuwa nang'ang'ana kubrand my YouTube nini my YouTube channel. So nikiwa pale kitu ilikuwa inanisaidia zaidi ni ile naenda nauza manguo zangu nini na nini, napata 10 bob, alafu napata kuna mtu anakuambia unafanya kazi nzuri, wacha nikubless na hii unapata mtu amekubless hata na 5,000, mtu amekubless na 50 bob, mtu amekwambia leo nitakununulia sapa. That is how I was getting paid. Maybe Dennis Onyamo anaweza akanilipa, maybe ni mtu anaweza akaniambia naonanga nimejaribu ku reach out Deno, sijampata, niko na matanga, nataka live streaming, nataka nini na nini. Unaweza ukamreach out mkaniambia venye mnaweza mkanilipisha. So hiyo nayo kazi nikipata akilipisha almost 50k nini sound na kila kitu live streaming nini, tunaenda pale tunafanya kazi, tukirudi anaweza akakupea hata 5,000, anaweza akakupea 10,000. Okay. He was a good boss and a good man. Yeah. So kazi yenyewe kakulipa ni ile yenye umetoka nje na imetoa do. So until sasa venye nilikuja nikaumia pale nikakuwa chini. So ile kuendelea na hiyo kazi kawa ngumu kwangu. Of course nilikuwa naenda lakini sasa sikuwa naenda venye I used to go kutoka kitambo.
And hapa venye nimevunjika mkono, saa nilifika nikawa sina mtu mwenye anaweza akanisaidia, sina anything, but Mungu alinijalia akanipa, niseme alinipa mpenzi hiyo time ambaye ni baba ya mtoto wangu mwenye ni Kailan. That guy stood with me the time nilikuwa down. Alikuwa tu ni msee wa kunibeba na bike ananipeleka Hosi ananirudisha kutoka, tulikutana na ile accident na yeye ya kwanza, so akawa ananipeleka hospitali ananirudisha kuangaliwa mguu nini na nini. It was nice. So the time tena nimevunjika mara ya pili, hata nikienda theater alinipeleka, ananikuwa anakuja ananipikia like just like a friend, and then tukajipata tumefall in love. Alinisaidia sana, aliniosha almost 6 months, yeye akiwa na the lady so called boss lady, waliniosha for long juu mguu siwezi tembea, nilikuwa nimevunjika hii mkono na hii mguu ya the same side, siwezi tembea, siwezi fanya chochote, so walikuwa wanasaidiana na boss lady, labda maybe boss lady ameenda shughuli zake, but that guy was there for me for all those 6 months. Aliniosha, akanifulia, akanipikia kila kitu nini, alisimama na mimi na si kitu nilikuwa nayo, alikuwa anaenda anafanya hadi boda ananinunulia hadi chakula na kula. Let me say ni shetani tu anafikanga anapita, tukakuja tukakosana. So after nimepona, nimekuwa sawa, nimekakaa until ndio nikakuja kushika mimba. Nimejifungua this year, yani last year mwezi wa 3 ndio nijifungua mtoto mwingine wa 3 sasa, ambaye ni baby boy, lakini that marriage ilifika ikabackfire. Let me say online waves, online bullies, maybe let me say angeweza kuwithstand, like akaona hii life ya kushinda kutusiwa every now and then imekuwa ngumu. So after this accident nimeshika mimba. Sasa nataka kukuambia mali madeni ilikujia. Sasa nikwambie mali madeni imeingililia. After this accident nimepona, nimerudi tena vizuri na ngangana na ile maisha yangu ya kawaida. Lakini mtoto wangu akakuja akagonjeka, ambaye ni Precious. There is a time mtoto wangu aligonjeka for 6 good months. Mtoto alikuwa anafika mpaka anafika tu, unaona huyu amekufa, sioni kama the next minute atakuwa. Juu mtoto anaweza fika atapike hadi damu, leo akwambie kichwa inauma, kesho akwambie mguu nini. So ilikuwa tu kila siku ni mahospitali, anafika hadi anakauka na nilitembea mahospitali, nilitembea makanisani za maombi na kila kitu, nilitembea sana hadi nilienda Kijabe. Tulikaa Kijabe for after nilipewa referral ya Kijabe, nilienda Kijabe hospital for almost 3 months. That 3 months sasa, unaona hizi 6 months zenye unashinda ukitembea mtoto ambaye ni mgonjwa, inabidi umekopa, hauna mtu mwingine wa kuangalia. On the other hand, nyumba inakuangalia, unahitaji ulipe. Huyu mwanaume mwenye mko na yeye, ni yeye mtashinda mkitembea na yeye every now and then. Ni yeye atanibebea yule mtoto juu atanibebea Precious juu Precious ni mkubwa, niko na mimba, so na mkono bado iko na chuma. Kubeba huyu mtoto ilikuwa ni ngumu kwangu, so sikuwa na option. Hapo ndio madeni iliingilia, kukopa pesa uende upeleke mtoto Hosi, mwingine anakuambia mpeleke kwa daktari wa kienyeji, kuna daktari mahali fulani, ukifika kwa hiyo daktari anakuambia kuja na 10,000, ukienda sijui ni Hosi Kijabe nilikuwa na visit na 20,000. So I was going every week once in a week and it was costing 20,000. Nyamoko, hata kama ni wewe lazima utafaitia maisha ya mtoto wako, so nitalipa hiyo madeni, na nilikuwa na imani mtoto wangu atapona, but hiyo ugonjwa ili take long. Hiyo time mtoto anakuja kupona, hiyo ndio time yenye Go ahead. Sorry. Hiyo time ya kupona ndio na mimi bado sasa mimba imefika, imenilemea, so hii anangangana na pregnancy jana. Sina hata bob, biashara yangu zile nguo zenye nilikuwa nauza zimeisha kabisa, madeni imenikumba, nyumba unahitaji ulipe, chakula, so bado ilibidi tu nikope, sina option. Na sasa baba ya mtoto mwenye alikuwa ananitafutia naye akafika akakuwa mgonjwa, akakaa Hosi for a while. Venye amekaa Hosi bado unahitaji kumlipia bili ya Hosi. Jisa nikimtupa, yeye alisimama na mimi the time nilikuwa mgonjwa, nani atasimama na yeye time amekuwa mgonjwa? Mimi nikiwa mgonjwa anasimama na mimi nikimwacha akiwa mgonjwa itakuwa aje? So bado ilibidi nitafute doni mtoe Hosi. Kumtoa Hosi, amefika kwa nyumba, amemaliza 1 week, ndio hiyo accident tena imempata, amedungwa na chuma kwa tumbo.
nyamuka hata kama ni wewe oyo utamwacha, sitabidi igo bado bono omosacha ogonde oyo mong'ao. iso umwana one. I think Okay, umeelewa venye tiganda nimeeleza. bori ning understand it. Tigango ndabori naki tatu mwabo omwana oyo moke ere nanchite abana babande ng'aki mahusiano abarenge. Okay. Hapo siwezi mwekea makosa. He was a good dad to them. He was a dad. Okay. He was a dad. All right. Naki anyarikanete naende bono mogatigana nere.